Okay, tips nyingine ni kuhusiana na data saving, kwa sababu nikuta kuna baadhi ya watu wakawa na post na kwenye group humu wanasema kwamba data saving imekuwa ni issue, kila jamani mtu aonyeshe labda ambavyo nyinyi mna save data. Nikakuta watu wamepost, kuna wengine walipost wanasavia kwenye simu, either kuna wengine kwenye kompyuta, lakini sasa sio wote ambao wanafanya hizi transactions wana simu au kompyuta, wana smartphone au kompyuta. Kuna wengine ndio vile unakuta wameweka labda wafanya kazi, afu na sio wote wana experience kwenye swala la labda la Microsoft Word au Excel au nini. Maana ambao nikuta wamepost baadhi walikuwa wamehusisha hizo program. Sasa mimi nikawa nimeleta kaka tips kidogo, japo kanaweza kaka kishamba, ila kanaweza kaka anasaidia kutokana tu na watu ambao at least unakuwa una uzoefu wa kuandika, let's say so data saving process au na experience huko. Kwa maana hiyo sasa hapa unachora kajedwali yako hapo, ambako kajedwali kanakuwa kameuanisha upande draft ya upande wa juu na column ya pili, si ndio? Alafu kuna column za kushuka hizi hapa ambazo zinakuwa zina 1 2 3 4 5 na 6 hiyo hapo. Ambayo ya kwanza inakuwa ni kwa ajili ya tarehe, si ndio? Hii ya pili inakuwa kwa ajili ya mitandao, hii ya tatu inakuwa kwa ajili ya kiasi cha pesa, float. Hii ya pili hii ya nne inakuwa kwa ajili ya previous capital na cash in hand. Alafu ya tatu inakuwa ya tano inakuwa kwa ajili ya jumla ya pesa zote. Alafu hapa mwisho inakuwa kwa ajili ya sign. Hii ni kesi kama ofisi labda ina wahudumu zaidi ya mmoja au wafanyakazi zaidi ya mmoja. Kwa maana hiyo hesabu wanakuwa wanafunga lesai kwa nyakati tofauti, au wakati huu wanakuwa wanafunga huyu, wakati huu wanafunga huyu. Hiyo hapo ndo nimeweka sehemu ya signature, ili nikesi kama hata wewe hapo tajiri au wewe mwenye imefika siku unapitia unahisi kama kuna loss, unaangalia alisaini nani, unagundua alisaini fulani, ndo mtu akwenda kuuliza naye mbona pale ilikuwa hivi. Itategemea na account utakayokuwa unatumia. Haya, sehemu ya kwanza tumeandika tarehe, format yangu mimi nimeiweka kwa hivi. Hapa kwenye mitandao maana yake nimeweka M-Pesa, Ropesa, Mixx by Yas, Airtel Money, na kama utakuwa unatumia Lipa, kwa hiyo nimeweka example Lipa ya Voda, Lipa ya Ropesa. Afu sote ya mwisho patakuwa pamewekwa jumla, si ndio? Hapa kwenye kiasi cha pesa float, maana yake unaweka kiasi cha pesa ambazo zipo kwenye mitandao husika. Kwa hiyo sasa, yani tuseme kwamba float kwenye M-Pesa utaandika hapo, kwenye Ropesa utaandika, kwenye Mixx by Yas utaandika, kwenye Airtel Money utaandika, kwenye Lipa namba utaandika, kwenye Lipa ya Halo utaandika tena pia. Umeelewa? Na jumla. Hata kama unatumia Lipa moja utaandika Lipa husika. Kama utumii Lipa unaweza usiandike hivyo. Ukishaandika hapo kwenye jumla maana yake utazijumlisha zile, utakuja utaandika hapo kwenye jumla baada ya kuzijumlisha jumla zote zile pale. Hapo kwenye previous capital unaandika hivi. Hapa kwenye previous capital, kwenye PC hapa maana yake ndo previous capital, mstari wa juu hapa. Kwenye previous capital maana yake unaandika kiasi cha nyuma kilichokuepo. Maana yake let's say kabla haujaanza kufanya hivi, maana yake inabidi wewe umejumlisha hela zote ulizonazo wewe. Maana yake jumla za mkononi na jumla ambazo zipo kwenye simu ndio unaziandika hapa. Hapa cash in hand unaziandika zile cash ulizonazo mkononi, cash tu. Achana na ambazo zipo kwenye simu. Hapo unaziandika za mkononi tu.